Hello, mambo vipi mtazamaji wa Beyond Vision TV, na mbele ya kamera upo na JR, bila kusahau nyuma kamera nipo na Defender OG. Na leo nimetembelea maeneo ya MN na nipo na mzee wetu ambaye kwa majina ningependa kutambulisha mwenyewe, japo kuna wengine washawahi kumuona, sidhani kama ni wote. Ningependa kwa majina nitambulishe mwenyewe sasa hivi. Salama sana bwana mtangazaji. Ningependa mashabiki wa kujua kwa majina. Okay, mimi ni ndugu yenu Maître Ya ambaye Calme za Pays yangu ndio system. Salamu zenu. Mimi sina mengi ya kuongea zaidi, ila leo nimetembelea maeneo ya hapa nikizani kuna kazi ambayo ameachia, nikizani ilikuwa ni siku ya jana, na ni kazi ambayo inahusiana pia na mambo ya Mungu, nikizani hivyo, na ningependa tujue ni lengo gani na pia aliwaza nini mpaka kuachia ngoma hiyo kwa siku ya jana, na pia vesi ambazo zimeandikwa huko ni vesi ambazo zinahusiana na mambo ya Mungu zaidi. Kazi ambayo umeachia pia inahusiana na nini zaidi? Ndio hiyo inahusiana na maswali ya Kwaresma au mateso ya Bwana Yesu. Na ukiangalia kichwa cha ile nyimbo inasemwa ni mateso ya Bwana Yesu, kwa sababu sasa hivi najua ya kwamba kuna wandugu wa Kiislamu wapo kwenye mfungo tukufu wa Ramadhani, na wandugu wa Kikristo nao pia wapo kwenye mfungo tukufu wa Kwaresma. Sasa niliona vema nitengeneze nyimbo ambayo inaweza kutuletea fundisho fulani kupitia mateso ya Bwana Yesu. Ndio maana ya hii nyimbo ambayo nimeacha hewani. Unahisi ni funzo gani ambayo zaidi ungetaka watu wajifunze kupitia ngoma hiyo ambayo umeachia? Ndiyo, kwenye hii nyimbo imejieleza, lakini fundisho kubwa ambayo ipo pale kulingana na kila mtu ana imani yake. Sasa kulingana na hii nyimbo jinsi ilivyo, inaonyesha ya kwamba Bwana Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe na mwingine bila ubaguzi. Yeye yupo huru, yupo wazi kwa kila mtu ambaye atamkimbilia. Yupo tayari kwa kumpokea, na pale kwenye msalaba alitulipia deni ambayo sisi hatungekuwa na uwezo wa kulipa hata robo. Kwa sababu gani? Tukiangalia katika Qur'an takatifu, katika Biblia, katika mavitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ni moja, lakini tukiangalia kwenye zile mavitabu jinsi wanatufundisha kila mtu na zebu yake, ya kwamba baada ya mtu kufanya dhambi, kukosea Mwenyezi Mungu pale bustani ya Edeni, alitoka kwenye utukufu ya Mwenyezi Mungu. Maana yake hapa mtu alipoteza kila kitu, shetani alimiliki kila kitu. Sasa yeye Bwana Yesu gisi alikuja kunyang'anya huyu shetani ile funguo ambayo mwanadamu alikuwa nao mbele. Leo hii anakuja nayo yeye Bwana Yesu kwa kutulipia ile gharama, kwa sababu ilikuwa sisi tulikuwa kama wa mateka. Mtu ukiwa mateka, maana yake wanakufunga kamba, wanakunyang'anya kila kitu, wewe unakuwa uko chini ya commandement au uko chini ya mamlaka ya mwingine. Lakini wakati Bwana Yesu alifika, alikuja na nyang'anya hiyo, anakuja kuturudishia. Kwa hiyo hiyo nyimbo kwa wale ambayo wapo kwenye mfungo tukufu ya Kwaresma ni nzuri sana kwa kuwaenzi na kujua ya kwamba huyu Bwana Yesu kwa kuja kutugomboa hakuja tu hivi kama mtu ambaye anaenda kwenye baa. Hapana, alipitia mateso. Walimupiga, walimtemea mate kwenye sura, walimtukana mengi, jambazi, nani, mwizi, huyu ni pepo, ni nini, mambo mengi sana, na fimbo juu, tena fimbo aswa, hadi kwenda kumtundika msalabani kwa sababu yangu mimi Maître Ya na wewe mwingine ambayo uko nanisikia sasa hivi.
Ndio hivyo ndugu yangu. Pia tungetaka kujua, na pia mashabiki wangetaka kujua, wewe ni mshiriki wa dini gani? Hii ni swali nzuri sana. Mimi ni Muislamu. Lakini kabla ya kuwa Muislamu nilikuwa katika dini ya Kikristo. Leo hii mimi ni Muislamu. Na ni kipi ambacho kimekusababishia wewe kutoka kwenye Ukristo mpaka kwenda kwenye Uislamu? Okay, nafikiri tulisema hapa ya kwamba Mungu ni moja. Mungu ni moja, lakini kila mtu ana imani yake. Hata Wakristo, kuna baadhi ya Wakristo wengine ambayo wanasoma Qur'ani, wanajua Qur'ani vizuri sana, tena aswa wapo. Na wengine Waislamu ambayo wanajua Biblia vizuri kabisa, tena aswa wapo. Kwa hiyo kila mtu ana imani yake. Mimi leo hii siko tena Mkristo, mimi ni Muislamu. Lakini niliona nitoe ile nyimbo kwa sababu ya mateso ya Bwana Yesu. Na pia ningetaka kumalizia na swali moja la mwisho, kuhusiana na lugha mbili ambazo umeimba kwenye muziki wako. Hiyo inakuwa nasaidia kipi kwenye muziki, kuimba lugha hata tatu karibia kwenye muziki? Katika hii nyimbo hii nikitumia lugha mbili, maana yake mimi ni Mkongomani, mzaliwa wa Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, ndio kwetu. Sasa huko kwetu tunaongeaka Nilingala, ndio lugha ambayo niliimba na hii nyimbo hii. Tunaongeaka Lingala. Sasa kwa sababu ya kuleta kitu fulani ili washabiki wangu na watu wengine waelewe zaidi, ndio maana nilichomeka kidogo maneno ya Kiswahili pale. Ndio. Bali mimi sina mengi ya kuongea, kama ulivyosikia mwenyewe, na ningependa awe na neno moja kwa mashabiki wake mwenyewe. Jamani, washabiki wangu popote pale mulipo, ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, mimi ni wenu ndugu Mekria, ambaye kalme za la pays ya Ngonde system. Bado ningali changa sana. Support yangu, nguvu yangu ni wewe. Naomba nishike mkono, uninyanyue twende juu. Vipaji vipo. Tuombe Mwenyezi Mungu. Leo tunapiga hatua, ni siku. Kesho nawe ni siku. Nawapenda sana. Pia usisahau kusubscribe, like na comment na kushare video zetu kwa wengi zaidi. Bila kusahau nyuma kamera niko na Defender OG. Asante.